Experience nilipata Bangkok ni mazoezi na nidhamu katika uongozi wangu, management yangu na makocha na kimchezo zaidi ya. Imekuwa rahisi ama ngumu kiasi gani kupata ushindi nje ya nchi, kwa sababu tumekuwa tunaona mabondia wanapata tabu sana, lakini kwako wewe ni rahisi ama ngumu kiasi gani? Urahisi umekuja kwa sababu ya mazoezi yangu ambayo nilikuwa nimejipangia na uongozi wangu kukaa kambi kwa muda mrefu, na kama nakumbuka mara kwanza tulitoa draw mechi nilishinda kiwa wakanipa draw, lakini sasa hivi walirudi tu nikakaa na makocha na uongozi wangu tukika kiti moto tukamaliza pambano kwa knockout. Kwa hiyo pia nashukuru sana uongozi wangu, nashukuru pia waliochangia pakubwa sana ni wadhamini wangu G-Boost, Justifit, Taifa Gas ambao walinika kambi kwa muda mrefu na nikaenda kuchukua ushindi. Yeah. Sawa, leo bwana tumekutana hapa na wadau wa ngumi, tuko hapa kwa ajili ya jambo kubwa kabisa, tukiwa tunapata hii elimu. Kwako wewe, matukio ya namna hii unafikiri yanatengeneza nguvu na heshima kiasi gani kwenye mchezo huu wa masumbwi? Matukio ya namna hii ya leo kwamba ujue watu wengi wanakuwa wanashindwa kujua, kwa sababu vitu kama hivi nimekujitokeza kuja kujifunza. Bondia wengine naona hawajaji hapo, lakini nimekuja peke yangu, lakini wote naona sometimes ndio maana unakuwa mabondia muda wote wanakuwa waelewi vitu vinavyoendelea au kujifunza vitu ambavyo vina semina kama hivi inakuwa wanakosea, kwa sababu bondia kashazoea kama nikienda sehemu lazima nitumie nauli nifanye nini, lakini inakuwa ni kwa faida yake mwenyewe. Kwa hiyo mtu kama mimi nimekuja kwa sababu natambua kuna vitu vingi sometimes vinafanyika tunashindwa kuelewa, lakini hapa leo tukutane tunajifunza, ndio tunazidi kuelewa, kufungua akili, kuelewa. Kwa hiyo inakuwa ni vitu vizuri. Kwa hiyo sometimes mabondia tunaonekana kila siku tunakuwa watu wa mwisho, kwa sababu tunakuwa tunashindwa kujitolea vitu kama hivi. Sio mpaka tupewe nauli, lazima mtu unajitolea, unakuja kuangalia kwa sababu kwa faida yako mwenyewe. Sawa, unaweza kuona bana hakina faida, kipo siku maneno yatakusaidia au darasa kama litakusaidia kufanya vitu vingine vizuri zaidi. Kwenye hila leo wewe umeondoka na nini? Nimeondoka na vingi. Nimeondoka kujifunza maana ya hizi kwamba marefali kama vile mabondia, management, kutengeneza management nzuri, yani vitu vingi nimejifunza. Kuna issue ya branding pale imetajwa. Kwako wewe ni miongoni mwa watu ambao jina lako ni kubwa na ni brandi kubwa, pengine kwa kumsaidia tu mtazamaji, wewe huwa unafanya nini ama nini ambacho kinakusaidia jina lako linabaki pale, heshima inabaki kubwa? Naweza kusema tu kwamba mimi na management yangu imetulia vizuri. Management yangu iko vizuri, imenyoka, yani kila kitu niko kila sekta nayo, na dokta na manager yangu na uongozi, geographer, wapiga picha, yani wote niko full package. Kwa hiyo nasema tu kwamba nashukuru sana uongozi wangu, management yangu nashukuru sana. Namshukuru sana manager yangu Amitin. Kwa hiyo kila kitu kimenyoka, kwa hiyo mimi sifanye kitu bila wao kuniongoza. Kwa hiyo mimi nashukuru kwamba na beto wa Tanzania kwamba sidhani kama kuna bondia na management nzuri kama mimi. Kwa hiyo nasema tu kwamba ndio maana unaona kila kitu nikifanya kimenyoka, kila kitu kinaenda sawa kwa sababu ya uongozi wanisimamia, wananielekeza. Bila hivyo tuweze kufika, kwa sababu tutaka kujifanyia wenyewe tunavyofanya inakuwa ni tofauti na unavyosimamiwa, kwa sababu unakuwa unaelekezwa kibaya kizuri, kwa hiyo unakuwa unatembea umomo ya. Ibla bwana, baada ya ule ushindi wa Bangkok, sasa Watanzania tumekuwa na hamu sana, pengine pambano litakalofuata litakuwa nyumbani ama itakuwa nje? Tudokeze tu. Kwanza pambano linafuata itakuwa ni hapa nyumbani, kwamba niombe zawadi wa Tanzania hapa. Kwa hiyo kama nitacheza vipi, nitakuwa vipi, hiyo nitawatangazia hivi karibuni. Kwa hiyo takana uongozi wangu tutapanga kila kitu, kitakuwa tutaita nyona, tutabali, tutafumbua, tutapa siri.